muktasari wa shajara ndani ya Radio Jangwani. Ni saa 11 majirani ya Afrika Mashariki. Karibu kwenye muktasari wa shajara. Langu jina John Bosco na Teleng. Idara ya vijana na michezo katika kaunti ya Marsabit inaandaa mafunzo ya siku 2 kwa vijana kuhusiana na jinsi ya kupata bima ili kutunza biashara zao, afya au hata bodaboda zao. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo ambayo yanafanywa na mamlaka ya udhibiti wa bima nchini IRA, naibu mkurugenzi katika idara ya vijana na michezo katika kaunti ya Marsabit, Galgalo Sar, amesema kuwa mafunzo haya yanalenga kuimarisha biashara za vijana wa jimbo la Marsabit na kuwazuia na hasara zinazoweza epukika. Wito umetolewa kwa wakazi wa Marsabit kuchukua tahadhari wanapotumia maji ya mvua ambayo yanapatikana kwenye silanga. Kwa mujibu wa waziri wa afya katika kaunti ya Marsabit, Malicha Boru, ni kwamba maji ya silanga sio safi na iwapo hayatatibiwa ipasavyo basi huenda kaudhuru wakazi kiafya. Malicha amesema kuwa ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha kuwa amechemsha maji kabla ya kutumia ili kuepukana na magonjwa yanayotokana na kunywa maji chafu. Siku chache baada ya Rais William Ruto kutangaza kuwa Wakenya wote wapewe vitambulisho vya kitaifa bila gharama yote, wakazi katika kaunti hii ya Marsabit wamekaribisha agizo hilo wakisema kuwa litawapunguzia mzigo wa Kenya wanaohitaji vitambulisho. Wakizungumza na shajara ya Radio Jangwani, baadhi ya wakazi yao sasa wanaitaka serikali pia kuondoa malipo katika kupata stakabadhi zingine muhimu. Adan Galmagl na Wario Dabaso ambao ni wakazi wa eneo bunge la Saku wametaja hatua hiyo kama inayowajali wananchi wa kawaida, kwani wengi wao walikuwa wakishindwa kumudu gharama hiyo. Pendekezo la Wizara ya Elimu kufanya somo la hisabati kuwa kama masomo ambayo si lazima kwa wanafunzi kusomea limeibua hisia mseto katika kaunti ya Marsabit. Kulingana na Wizara ya Elimu, somo la hisabati litakuwa kati ya masomo ambayo wanafunzi watachaguliwa kwa hiari wakati watakapochagua masomo katika mfumo mpya wa elimu CBC. Baadhi ya wazazi waliozungumza na shajara ya Radio Jangwani hapa mjini Marsabit wamesema kuwa somo la hisabati ni somo muhimu na linafaa kuwa lazima kwa kila mwanafunzi. Muungano wa wasomi kaunti ya Samburu wameitaka serikali kukomesha visa vya wizi wa mifugo katika kaunti hiyo, mbali na kutafuta mbinu za kuwafidia wale walioathirika na uvamizi. Wasomi hao wamesema kuwa ni jukumu la kila mmoja katika kaunti hiyo kuhakikisha kuwa ameelimisha mwenzake kuhusu amani, huku akiwataka vijana wote kuwa mstari wa mbele kuhubiri amani. Mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA imefungua vituo vya forodha katika maeneo ya Kainuk, Kakuma na Lodwar katika kaunti ya Turkana. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha kuwa wananchi wanapata huduma karibu na wao tena kwa haraka, kwa sababu kulikuwepo na malalamisho kwamba wanabiashara katika eneo hilo huwa wanasafiri hadi Malaba, boda ya Kenya na Uganda, ili kukata leseni ya magari ambayo wamekuwa wakinunua kutoka nje ya nchi. Mbunge wa Kajiado Kusini Samuel Sakimba Parashina amewaongoza wadau wa elimu katika kaunti ya Kajiado kupinga hatua ya Wizara ya Elimu kuondoa somo la hisabati kwa wanafunzi wa gredi ya 10 hadi 12. Viongozi wamesema kuwa hatua hiyo haikufaa, kwani hisabati ni somo muhimu ambalo linapiga jeki, huku kukiwa na tetesi kwamba idara ya elimu nchini inapanga kufanya somo la hesabu kwa hiari kwa wanafunzi wa gredi ya 10 hadi 12. Ni muktasari msikilizaji, lazidi kusikiliza Radio Jangwani na kupekua makdaka mitandao yetu ya kijamii kwa habari zaidi. Ndarejea tena hapa saa 10 jioni kwa shajara japo kimuktasari, na baadaye saa 1 jioni kwa shajara kamili. Langu jina John Bosco na Teleng. Huu ni muktasari wa shajara ndani ya Radio Jangwani.